Nipende kusema uzinduzi wa mwongozo huu ni ishara ya kukomaa kwa taasisi, kuimarika kwa utawala bora na dhamira ya pamoja ya kujenga sekta yenye uwazi, uwajibikaji, weledi na mshikamano. NACONGO ni jukwaa muhimu la kisheria na kimkakati linalowaunganisha wadau wa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali Tanzania bara. Kupitia baraza hili, mashirika yanapata sauti ya pamoja ya kuratibu, yanalinda maslahi yao na yanaimarisha uwezo wa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Huu ndio msingi wa ushirikiano wa kisasa, kila upande kutambua wajibu wake, kuheshimiana na kufanya kazi kwa lengo la kuleta maendeleo jumuishi kwa wananchi. Ndugu zangu, toleo hili la pili la mwongozo wa uendeshaji limekuja wakati mwafaka. Limezingatia mabadiliko ya kisheria, mazingira ya sasa ya utendaji, pamoja na mahitaji mapya ya wajumbe, wanachama na wadau wa sekta. Kwa maana hiyo, mwongozo huu si nyongeza ya kawaida ya nyaraka, ni nyenzo ya kuimarisha misingi ya uongozi, uwajibikaji na utendaji wenye tija ndani ya NACONGO katika ngazi zote za wilaya, mikoa na taifa. Mimi nilikuwa nashangaa. Sasa haya wanaitwa NACONGO, wako ngazi ya taifa, mikoa, wilaya, mpaka kwenye kata. Na hapa niseme katibu mkuu, kuna eti na mfumo wa kidijitali tuliandaa pamoja na hawa NACONGO tukiongozwa na Plan International, ambao ukiingia kwenye simu, hata kama uko kwenye kata yoyote ile nchini, unataka kujua NGO za kwenye kata yako, ukibonyeza unaziona zote zinafanya nini. Lakini bado tunayo jamii ambayo haijui uwepo wa mfumo huo, na bado inakaa kwenye kata ile, haifahamu mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Lakini bado tunayo mabaraza ya maendeleo ya kata ambayo yatafanya mikutano yao ya kata pasipo kuyakaribisha haya mashirika yaje. Na sasa ukitaka kuyakaribisha, ulikuwa unamkaribisha nani? Maana yanaweza kuwa yako 20 pale. Wao wenyewe hakuwa na mwongozo, hawakuwa na forum ya kusema wajadili mambo yao ili watoke na ujumbe mmoja, ili wakaribishwe kule serikalini kwenye majukwaa yao. Hii ilikuwa ni shida. Matokeo yake ukatokea mwanya, yule ambaye anajiana sana na fulani ndio yeye anakuwa anaitwa kwenye hivyo vikao. Akiitwa kule anakwenda na yake haendi na ya taasisi nzima ya NACONGO, kwa sababu mwongozo haukuwepo. Matokeo yake mwingine anasema tunaenda vizuri, mwingine analalamika lazima hatuendi vizuri. Na ndio sasa huendi vizuri, yeye anasema muenda vizuri, shida ni nini? Kwa hiyo hii hatua ya huu mwongozo inakwenda kuwafundamanisha hawa NACONGO wao kitu kimoja kwenye ngazi zote, sauti yao iwe moja, lakini wajulikane na wananchi, ili wapate sasa nguvu ya kwenda kwenye majukwaa ya serikali na kuweka ajenda yao mezani, na serikali inaweka mezani, tunakubaliana tunakwendaje bila 2050. Nguvu ya kuondoka pale kwenye ile kata lazima itakuwa ni kubwa sana. Wao wana NACONGO naomba niambie, sipendi bureaucracy. Tumia bureaucracy ndio inapeleka huko, lakini kuna bureaucracy yenye manufaa kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu. Mfano, nilikuwa namwambia ndugu yangu Mwamba wakati tuliingia, kwamba kuna mwana NACONGO mmoja, mwanachama wa NACONGO, anauza yake, alipata fedha kutoka huko nje, akataka kujengea kituo cha afya. Alisema mimi pale kwenye kituo nilipozaliwa naomba nijenge wodi ya kina mama. Wizara ya afya ikairudia. Pale TAMISEMI kumpitisha ilikuwa ni balaa. Nikalazimika mimi kupiga simu, akapitishwa. Alipofika mkoani anambia hizo hela zije kwetu tukae nazo sisi, alafu ndio tujenge. Hela ukutafuta wewe, alafu unazitaka wewe. Hivi ni msimamo gani? Nimeomba kukutana na hao ndugu zangu, tuikane, maana sisi ndio tunasimamia, tuone jinsi ya kufanya turahisishe utendaji wao, kwa sababu hawa ni sehemu ya maendeleo ya Dira 2050. Dira 2050 inatutaka 70% ya fedha za kufikisha kule zinatoka kwenye private sector. Hawa kwa hesabu yao wanavyokwenda kwa mwaka wana 2.4
2.5 trillion. 2.5 trillion inaenda wapi kama sisi hatutawafacilitate kufanya kazi haraka? Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niliomba nikutane nao na mimi nafikiri wamekubali, na tutakutana, nitatenga siku moja nzima kabisa kwa tarehe ambayo tutakubaliana kabla ya tarehe 15 tutakutana nao, na itakuwa ni siku ya kujadiliana mwelekeo mpya wa Nakongo. Lakini wewe Mheshimiwa Waziri, kwangu mimi na maamini na kwako sisi kwa kawaida, kwa sababu leo tunaweka alama muhimu sana katika historia ya baraza letu la taifa kwa ajili ya mashirika haya ya uponara ya Nakongo. Kuzindua mwongozo ni kitu muhimu sana, na kwa sababu mimi nimesema tutakutana nao, niombe kuomba tunapotaka kujenga sekta hii kuelekea 2050 tunahitaji NGO imara, tunahitaji NGO zenye maono, tunahitaji NGO zenye mwelekeo. Nikiona Mheshimiwa Waziri, niliwauliza pale chini wakati tulipanda, mbona kila mtu amevaa vizuri, amependeza? Basi kama mvaa vizuri hivyo, basi na matunda yake yaonekane huko kwa wananchi. Umetoa ufafanuzi wa namna ambavyo mamlaka za uratibu wa NGOs, usajili na uratibu na usimamizi wa NGOs zinafanya kazi na viongozi wote wa Nakongo, kwa maana kuanzia kwenye ngazi ya wilaya, mikoa na taifa. Kila mmoja ataweza kujua majukumu yake kwa kutokana na mwongozo huo, ataweza kufahamu vipengele ambavyo vinamuongoza vya utawala bora, uwajibikaji, lakini vile vile kiupekee mwongozo huu umekuja pia na viambatanishi ya namna ambavyo upimaji utafanyika. Kwa hiyo kutakuwa kuna viashiria ambavyo vipo, mifumo mizuri ya tathmini na ufuatiliaji ambayo imeambatanishwa katika mwongozo huu, itaweza kutuendelezea sekta yetu mbele, itaweza kutusaidia kuweza kujipima, lakini itachochea pia uwajibikaji katika ngazi zote, kwa viongozi wa sekta, lakini kwa wanasekta wenzetu, serikali na wadau wote wa maendeleo ambao wanafanya kazi na sekta ya NGO nchini. Mjumbe wa baraza la Nakongo natokea mkoa wa Mara, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya uwezo wa mashirika, capacity building. Huu mwongozo wa Nakongo ambao umezinduliwa leo ni mwongozo ambao utasaidia mashirika yasiyo ya serikali kuhakikisha kwamba yanafanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu ambazo zipo katika nchi yetu ya Tanzania. Na kupitia mwongozo huu utasaidia kuyabaini hata yale mashirika ambayo yako katika ngazi ya chini, kazi zake kufahamika na tangu chini katika kata hadi taifa. Lakini kwa wale watakao kuwa wanafanya vizuri, basi serikali ikishirikiana na viongozi wengine watayaona na hata kuweza kuyatambua vizuri zaidi. Lakini pia mwongozo huu unasaidia serikali pia kutekeleza yale ambayo mashirika yasiyo ya serikali yatahitaji ushirikiano kutoka kwao. Ambapo pataonekana na changamoto, basi serikali mara moja itafanya wajibu wake kulingana na mwongozo ambavyo unataka sekta hizi ya mashirika yasiyo ya serikali kutekeleza shughuli zake. Kwa hiyo mimi niseme mwongozo huu utatoa nafasi hata wananchi kufahamu vizuri shughuli za mashirika yasiyo ya serikali kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na hata katika ngazi ya taifa. Sajili ya mashirika yasiyo ya serikali Tanzania bara. Tuko hapa leo kwenye shughuli kubwa kabisa. Tunaweza tukasema ni ya kimkakati, lakini tunasema pia sekta ya mashirika yasiyo ya serikali imeandika historia ya kuzindua mwongozo wa uratibu wa shughuli za Nakongo. Nakongo nafikiri wote tunaifahamu kwamba ni baraza kuu la taifa la mashirika yasiyo ya serikali. Sasa baraza hili linaratibiwa na wajumbe wake 30 nchi nzima, na kumekuwa na umuhimu mkubwa sana kuwa na mwongozo wa kuratibu majukumu yao, kwa sababu kama unafahamu baraza hili limekuwa ndio miguu ya serikali ya kutembea kule ambapo wajumbe wake wapo kwenye uratibu wa mashirika yasiyo ya serikali. Na kwa sababu hiyo basi ilikuwa inaonekana kuna muingiliano wa majukumu, wakati mwingine kufanya majukumu yao inaonekana haya ni ya huyu labda itakiwa kuyafanya mpaka hapa, itakiwa ni halmashauri ifanye, itakiwa. Sasa haya yote tumeweza kuyajibu kwa kuja na mwongozo sasa ambao ni mwongozo madhubuti ambao utaonyesha yale majukumu ya baraza hili na wajumbe wake na mipaka yake. Lakini zaidi haikwenda tu kwenye kueleza majukumu, nilichopenda zaidi kwenye mwongozo huu
inaenda pia kueleza masuala ya maadili katika uongozi, lakini inaenda kuangalia pia namna ya kutibu masuala ya maadili kwa ujumla wake kwa jamii.